Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote, ambalo ni jina pekee tulilopewa sisi wanadamu, linalotusapoti kwa kila mambo makubwa na magumu. Napenda nishiriki na wewe neno la Mungu asubuhi ya leo na tuweze kuona kile ambacho Mungu anakusudia kwetu. Biblia imesema kwenye kitabu cha Efeso ile sura ni ya kwanza na ule mstari wa 3, linasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika upendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wake wa mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda niseme kwa kweli, ndio upo kwa mazingira magumu, lakini nataka nikukumbushe kitu hiki kwamba wewe upo kwa kusudi la Mungu. Hakuna mtu yeyote aliyewekwa duniani au yupo kwa bahati mbaya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza na ule mstari wa 3, atukuzwe Mungu Baba, atubarikie baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho kwa njia ya Kristo, ambaye alitangulia kutuchagua mapema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa kumbe wewe kabla ya kuwepo ulikuwa ndani ya moyo wa Mungu mapema. Alijua utaishi duniani, alijua kuna baraka ameandaa kwa ajili yako, na kuna amani ameandaa kwa ajili yako, kuna hali nzuri ameandaa kwa ajili yako. Hata kama kuna mazingira unapitia, wakati mwingine kuna watu wamekuwa na tabia ya kusema wao hawajaumbwa na wao hawakupaswa kuzaliwa kwenye hizo familia. Nataka nikwambie usifikiri hivyo. Hiyo familia ipo kwa mpango wa Mungu kabisa, hata kama hali sio nzuri. Mnajua, nisikilize vizuri, hakuna mpenyo wote tunaweza kupenya sisi hasa tunaotazamia Mungu na kumtegemea Mungu bila kuliangalia neno la Mungu ambalo limebeba matumaini yetu. Yaani unajua neno la Mungu limebeba kusudi la Mungu. Kuna vitu vingi unaweza usivijue ambavyo Mungu ameviweka kwa ajili yako, lakini tunaposoma neno tunaweza kuona mpango wa Mungu kabisa wa mapema ili wewe uwepo. Kwa hiyo alitangulia kukuchagua, hujapatikana, haujaonekana, wala yai lako halijatengenezwa, wala hata ramani yako haijatokea, lakini Mungu akakuchagua ili akukalishe duniani. Na kila aliyekalishwa na Mungu duniani ametengewa bajeti yake ya kuishi, ya maisha, nguo, chakula, pesa, vitu mbalimbali. Lakini Biblia inasema hazina ziko gizani, na kwa sababu ziko gizani panahitajika neema ya kuzifunua zile hazina ambazo ziko gizani ili zikujilie. Watu wameweza kuishi maisha tabu, muda mwingine magonjwa, mtu anaumwa, mwisho wa siku anasema ni Mungu hamjui. Hapana, Mungu anakujua tu, ila liangalie neno la Mungu linasema nini. Neno la Mungu linakutumainisha wewe ili usikate tamaa, ili usichoke, ili uendelee kuona kwamba kumbe mimi kuwepo kwangu ni kusudi la Mungu. Na hicho ndicho kitu ambacho ningetamani ulimwengu wote ujue, kwamba kila aliyewekwa hapa duniani ni kusudi la Mungu, na huyu anapaswa kujua ni nani ambaye anaenda kufunua makusudi yale ambayo ameweka. Ni Mungu mwenyewe, ambaye neno lake nasema yeye ametubariki baraka za rohoni. Huwezi kubarikiwa mwilini ukapata kile unachokitaka. Kwanza maisha yako yawe baraka, na baraka hizi zinawekwa ndani yako na Kristo anayeanza kuishi ndani ya maisha yako. Kwa hiyo mimi nashauri mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo, usijikatie tamaa wala kuchoka. Mungu wewe kuwepo kwako ni kusudi lake kabisa. Kuna package yako ambayo Mungu aliandaa mapema, kwamba ni sawasawa na mtu anasema nina watoto 2 au 3, halafu hasiweze kuwatunza na kuwahudumia. Hapana, Mungu atakupa namna ya kuwahudumia. Maadamu amekupa hao watu, amekupa hiyo familia, amekupa huyo mke, amekupa hao wana, hakuna namna nyingine. Mungu amewekea bajeti yao, na hiyo bajeti yao iko ndani ya neno la Mungu. Lishike neno, lijifunze neno, na kisha ukae
chini utafakari kuhusu Mungu alichokiahidi katika neno, na Mungu aweze kukubariki. Nimefurahi kwa sababu leo nimepata nafasi ya kusema na wewe katika jina la Yesu, na baada ya hapa endelea kunifuatia, nitakuombea sasa.